mkoa, tuna taifa. Sasa chama cha siasa hakina kata, hakina tawi, hakina shina, na shina ndio msingi wa wananchi, kwamba balozi mmoja anakuwa anamiliki. Zamani alikuwa anasema nyumba 10, sasa hivi tumeongeza mpaka 50, maeneo mengine zitaongezeka mpaka 100, kwamba mtu mmoja anawajua majirani zake wote ni hawa hapa. Zoezi la kura zikifika, balozi anashtua watu wake, jamani, twendeni tukapige nini? Kura. Vyama vingine havina huu mfumo. Uchaguzi ukija, CCM imeshinda kwa 97%, mtu anashangaa. Unashangaa nini? Tuna machinery ambazo zipo zimeshuka mpaka chini kabisa. Kwa hiyo tutakwenda kutembelea hizo machinery zetu. Kwa hiyo tukiingia Manyoni, pamoja na kukagua miradi ya serikali, pamoja na kuzungumza na wananchi, tutashuka kwenye mashina yetu kuongea na mabalozi wetu, kuongea na kamati za mashina. Baada ya hapo tunakwenda sasa kwenye mkutano wa kero, kwenda kusikiliza umma unatuambia nini. Kwa hiyo itakuwa ni ziara nzuri, ziara ambayo itakwenda kusikiliza watu, kama ambavyo mwenyekiti wa chama ameelekeza kwamba chama lazima kisikilize wananchi wake. Hivyo nitumie fursa hii katika kuhitimisha, moja, kuwakaribisha waandishi wa habari. Karibuni sana katika ziara yetu, na tunawashukuru namna ambavyo mnaripoti matukio ndani ya nchi yetu, na hii inathibitisha kwamba uhuru wa vyombo vya habari ndani ya taifa letu uko vizuri, na ndio maana leo mmejaa kwa wingi namna hii. Lakini jambo la pili, ni waombe kuwaalika wananchi wa mkoa wa Singida kuweza kujitokeza katika mikutano yetu. Tunakwenda kuitenda kazi ambayo wametupa ya kwenda kuisimamia serikali yetu. Lakini jambo la tatu, nitumie fursa hii kutoa wito kwa viongozi wa umma katika maeneo ambayo tunakwenda. Wale ambao wanaona kwamba kuna kero zitawagusa, wawepo eneo la mkutano. Haitapendeza tufike huko kiongozi wa serikali ambaye analipwa mshahara hayupo. Chama hakitasita kuchukua hatua mara moja. Hivyo nitumie fursa hii kuwaomba viongozi wa umma tushirikiane, twende tukasikilize wananchi, tujue wana nini, na majawabu yatatolewa hapo kwamba nini kinapaswa kufanyika. Lakini tutazingatia kauli mbiu yetu, kazi na utu, tunasonga mbele, kwa sababu chama chetu, Chama cha Mapinduzi, chama cha Watanzania, ni chama ambacho kinathamini utu wa kila mmoja. Hivyo baada ya kusema maneno hayo, nisisitize jambo moja kubwa, kwamba ni waombe wa Tanzania tuzidi kulinda amani ya taifa letu, umoja, upendo na mshikamano wa nchi yetu, na tutambue kwamba hakuna mtu ataipenda nchi yetu tofauti na sisi wa Tanzania wenyewe. Wa kuipenda nchi hii ni mimi pamoja na wao na ninyi mlioko hapa. Yoyote ambaye anajaribu kuharibu nchi hii, maana yake anaharibu maisha yake. Lakini jambo dogo la kujiuliza, kwa nini tulioko hapa nchini tunailinda nchi yetu, walioko mbali ya nchi wanaharibu nchi yetu? Lakini jambo la pili la kujiuliza, muda wa masaa 24, kila ukiangalia mtandao wa kijamii unakuta kuna akaunti zinachati masaa 24. Hawa wana kazi gani? Hawa wanalipwa na nani? Nani anayewapa hela za kuendesha maisha yao? Unapata jibu kwamba wanatumika vibaya na watu wengine kwa ajenda zao. Mfano, waandishi wa habari mko hapa, tunajua mnalipwa na vyombo vyenu vya habari, au mliojiajiri mnalipwa kwa mapato ambayo mnayapata katika kutafuta habari, kwamba mpo kazini. Wale wa kwenye mitandao kazini kwao ni wapi? Na mwajiri wao ni nani? Kila baada ya dakika 2 mtu ameposti, dakika 3 mtu ameposti, alafu kinachopostiwa ni upotoshaji, sio wa kujenga, ni wa kubomoa. Wanawaambia watu tutakuwepo, twendeni tukaharibu. Nitoe rai kwa Watanzania kwamba tulinde nchi yetu, maisha yetu yana thamani kubwa. Tusikubali kuchezea uhai wetu, tusikubali kuharibu nchi yetu, tushirikiane na serikali yetu kulinda taifa hili. Afrika na Tanzania ni mali yetu sisi. Tusikubali mtu akatuharibia taifa letu. Lakini la mwisho kabisa